Hello there, and thank you for staying tuned to Lolwe TV. You are just on time to catch your favorite special assignment program. My name is Eddy Nyadwa. On today's episode of the program, I'll be speaking to a seasoned Nairobi City politician. This gentleman happens to have served as a councillor before the advent of devolution. He is also the last standing Nairobi City mayor. Currently, the man is the legislator for Makadara. I'm speaking about none other than Hon Gerorge Aladwa. Mr. Aladwa. Yes. Karibu Lolwe TV. Asante. Asante. Hii corona inakupeleka aje? Imecharaza watu hapa nje, wewe inakupeleka aje? Corona tunajaribu, tunashukuru Mungu at least imerudi chini, na nashukuru wananchi wanafuata sheria ambazo zinatakana zifuatwe, na wananchi wanajaribu, ingawaji kuna shida, kuna njaa na mambo kadha wa kadha, magonjwa na watu kosa pesa ya kwenda hospitali, lakini nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu, ametupa neema ya kukaa na kusukumana nayo. Okay. Vizuri. Now I want us to dive straight into politics. Twende Migori. Yes. Governor of Migori County, Zachary Okoth Obado. He's been hitting the headlines for all the wrong reasons. And now the ODM party wants him impeached. Kunenda aje? Mambo ya Mheshimiwa Governor Obado ni vile umesikia. Na unajua kama chama tumetoa taarifa kila mahali ya kwamba tutahusika kabisa na mambo ya ufisadi. Kwa sababu mambo ya ufisadi imekera wa Kenya kufika kiwango ambayo tunaona watu wamechukua kama mzaha. Na sisi kama chama tungetakikana kuonekana kwamba hatusupport mambo ya corruption katika hii nchi. Na vile vile mtu kama amepatikana kashfa, hata kama amechaguliwa na tiketi ya ODM akiwa MCA, akiwa mbunge, akiwa seneta, akiwa gavana, akiwa mtu yoyote na amepatikana na kashfa, abebe mzigo wake mwenyewe. Si mambo ya chama. Chama imebaki kama chama na mtu ni mtu mwenyewe. Lakini kwa wengi wanasema kuwa ni kama Obado amesha hukumiwa mara moja na hajapata nafasi kujitetea. Maanake pia katiba inasema kuwa you are innocent until proven guilty. Already ako kotini, lakini chama imesema hawatangoja uamuzi wa koti, wacha aondolewe tu. Chama koti imesema hawezi ku-access ofisi yake kwa sasa na asifanye kitu yoyote ambayo inahusika kama gavana. Na lazima functions za county government ya Migori ziendelee, kwa sababu kuna vitu ambazo lazima ziendelee na zinataka mtu ambaye atachukua. Kuna wakati mmoja tulikuwa na shida kama hiyo Nairobi, nikiwa mayor na nilikuwa deputy mayor, wakati mwenzangu alikuwa amepatikana na kashfa ya mambo ya makaburi, ambapo aliweza kukamatwa kwenda kotini na akamaliza kesi yake ya kwamba hakuhusika na kashfa. Na wakati huo alitoka, alipelekwa kotini, nilichukua jukumu ya acting mayor na nikaweza kuendesha mambo ya mji, kwa sababu haingesimama kwa sababu mtu amepelekwa kotini. Na hii ni jambo ambayo nataka kusema kwamba haina uhusiano na ubaya wote na gavana wa Migori. Ni chama tu naona ya kwamba tuko na majority katika county ya Migori ya wale ma MCS, na pia tuko na wingi wa MCS ambao wako katika county ya Migori. So tuna feel kusikue na vacant yoyote ya uongozi ya governor katika county ya Migori. Na ndio kwa sababu chama iliita ma MCS jana kuweza kuzungumza na hao, pia kusikia usia zao, na wakasikia na wakaambiwa waende, na wale pia MMC waliomba pia wapewe nafasi ya kwenda kufikiria mambo hayo. Kwa hivyo hakuna mtu anahukumiwa, hakuna mtu anafukuzwa. Ni chama inaweka tu mambo ionekane waziwazi ya kwamba imekuwa hivyo. Ni vile kulifanyika Kiambu, na hii ni kama inakuwa ni changamoto, kwa sababu watu chama inatakana ionekane mstari wa mbele kuona kwamba wanakataa mambo ya ufisadi. Lakini ukiangalia pia Migori County ni county ambayo imekuwa na changamoto kadhaa. Maanake unapata kuwa yule naibu gavana wa Obado kidogo hawakuwa wanaelewana vizuri. Hata inasemekana kuwa gari lake rasmi alikuwa mnyang'anywa na gavana. Na sasa akichukua ofisi kama gavana, unaona ni kama ataweza kuwa mwadilifu katika hiyo ofisi? Ataweza kuwa mwadilifu kwa sababu hao magavana wengi wao wanachukua watu kwa running mate wao wakati wa kura. Na wanapata kura. Pengine kama huyo wa Migori, unajua kuna Wakuria kule Migori, kuna Wajaluo kule Migori,
kuna Waluya kule Migori, kabila zote ziko Migori. Na unapata mtu akiwa mdogo wa mtu anakuwa na kiwango ambayo anafanya kazi yake. Na ndio uliona deputy governors wote walikutana, wakakuwa na forum yao ya kutaka kujua kazi zao zinafika wapi. Na mimi naamini kwamba ukiwa governor wa county yoyote, mdogo wako anafaa, kama hata unatoka, unafaa kumwambia unatoka unaenda safari na unatakana umwachie kazi afanye vile takikana. So unapata hiyo migogoro ya governor na deputies haiendi vizuri na wengine. Ndio unapata sasa mtu unapata deputy wake haonekani popote. Lakini kwa sasa utamuona sasa, kwa sababu sasa ana uhuru wa kufanya kazi kama gavana, kama atapewa hiyo jukumu la kuongoza kaunti ya Migori. Vizuri. Sasa tuongelee mambo ya handshake. Tangu handshake ikuje tumesikia kwamba chama cha ODM mara mwingine wako katika serikali wanaongea ni kama wao ndio serikali, wakati mwingine wanaongea ni kama wako upinzani. Imekuwaje kufanya kazi chini ya handshake? Kwanza handshake ilikuwa ya watu wawili. Handshake ilikuwa wale waliapishwa. Mtu aliapishwa, rais aliapishwa kule Kasarani, na kiongozi wangu wa chama Mheshimiwa Raila aliapishwa Uhuru kama rais wa wananchi. Na watu wawili walisalamiana, ni wale waliapishwa. Kwanza ijulikane wazi ya kwamba watu wawili wale waliapishwa ndio walisalamiana. Na kusalamiana kwao waliweka mikakati kadha wa kadha ambazo walitaka watu wafuate kama wafuasi wao. Kulikuwa wafuasi wa Jubilee na wafuasi wa NASA, na ambayo mimi nikiwa mmoja wa wale wafuasi sugu wa Mheshimiwa Raila. Na yeye aliposalamiana kukakuwa kwamba tuwe na cooperation, na hiyo handshake izae amani ambaye sasa tumeifurahia. Na hakuna mtu yote amesema kwamba kuna mtu amedefect kwa Jubilee ama kuna mtu wa Jubilee amedefect kwa ODM. Siasa zetu za chama zinaendelea. Tukiona kitu mbaya tunapinga, tukiona kitu mzuri tuna support. Na sisi kiongozi wetu alisema ni cooperation, hakusema kwamba watu sasa wameingia kwa serikali sasa tumeacha majukumu zetu. Alisema tu tumesalamiana, kuwe na ile uwiano mzuri, tukingojea 2022 tuone zile mikakati wanaweka ambaye pia BBI iko ndani, wakubaliane. Ndio sasa tukienda kwa uchaguzi wa 2022 tupige uchaguzi ambaye watu wakipiga kura wanaachana kwa amani. Si kura ikipigwa baada ya miaka 5 ni vita. Hiyo ndio changamoto ambaye waliweka mikakati yao. Na sisi kama wana ODM, mimi kama mwenyekiti wa chama cha ODM hapa Nairobi, tuna support hiyo 100%. Hatuna question mark hiyo maneno, kwa sababu hiyo ni mambo ambayo tuliona kiongozi wetu ameweka mbele na tunamsupport kabisa. Na imekuwa handshake mzuri na imeonekana ni handshake ambayo ni genuine na watu wanakubaliana na tunakosa kukubaliana, lakini uzuri ni kwamba amani iko na ile utendaji kazi huko. Sisi katika bunge tunafanya kazi mzuri na tunaona kwamba kuna mjadala zinaletwa ambazo zinataka uhusiano wetu kati yetu na Jubilee, na tunafanya hivyo. Na tujasema tumesahau majukumu yetu ya kusema kwamba kama tunaona kitu mbaya tunakataa. Hapana, majukumu endelea vizuri. Okay. Na katika hii ushirikiano wa BBI na handshake, naona kuwa kidogo chama cha ODM kimeweza kupokea matunda. Maana unapata katika kamiti za bunge, wabunge wa ODM wameidhinishwa kama wanachama wa baadhi ya kamiti hizo. Ukiangalia katika County Assembly ya Nairobi, vile vile unapata kuwa sasa MCA wa ODM yani Geoffrey Majiwa anapania kupewa kile kiti cha naibu wa speaker. Je, hii mkakati itawezesha ODM kufanya ile inaitwa oversight katika haya mabunge mawili? Kwanza ujue watu wananchi wanasema mbona Raila haongei wakati huu baada ya handshake na nini mambo yanafanyika Kenya, mbona Raila haongei? Na yeye alikuwa ndio mpinzani mkubwa wa Rais Uhuru Kenyatta na amenyamaza. Na sisi tunasema Raila hakuenda kupigiwa kura kukuwa opposition leader. Raila alikuwa anaenda kupigiwa kura akuwe rais wa Kenya. Na hiyo uliona baada ya uchaguzi vile ilitendeka. Na ndio kwa sababu walienda wakae pamoja chini waweke mikakati kadha wa kadha. Na uhusiano mzuri nilo nasema sasa hii nyumba tubomoe tujenge hivi. Na hiyo inakubalika hata wakati nikiwa meya tulifanya hivyo. PNU na ODM tulifanya. Na ikakuwa wakati huo tuliongoza, rais alikuwa Kibaki na watu wakaleta pia salamu ilikuwa wakati huo na ikafanyika uhusiano mzuri. Haijasema kwamba leo hii hamwezi pingana mbele. Bora tu uhusiano uwe mzuri na watu wawe vizuri. Kwa hivyo hizi makamati ambazo uliona katika bunge, hiyo tunataka kuona pia kama wale wenzetu walikuwa na hiyo moyo
wa kutaka tufanye kazi pamoja. Na Rais Uhuru Muigai Kenyatta ameonekana waziwazi hadanganyani hapa. Na pia mwenzake ambaye ndugu yake mkubwa Raila Amolo Odinga amekubali kwa moyo mzuri ya kwamba watafanya kazi pamoja. So hapa kuna ile ukweli ndani ya maneno, na hiyo ndio inaumiza watu wengi. Wataki kuona kwamba watu wanashikana, na ndio unaona hizi mgogoro huku na kule. Sisi ndio tunaenda, wengine waende Orange House, sisi candidate wenyu wako huku, ndio hayo. Na unajua yale inafanyika sasa yatafanyika mengi hata baada hii. Mengi yanakuja hapa mbele. Tutarajie mengi makubwa. Tutarajie mengi hapa mbele makubwa. Na hiyo si kitu kusema kwamba tunalazimisha mtu asikie ama aone. Hapana, kwa sababu hii ni mambo ya siasa, na siasa inaenda ikibadilika kila wakati. Kesho unapata siasa hii, kesho nyingine unapata siasa hii, na hiyo hiko. So ninio uhusiano wa rais na ndugu yake Mheshimiwa Raila, nadhania iko katika kiwango ya juu sasa, ambaye mtu ule anafikiria atakataa saa hizi ni gari itakugonga tu utoke kwa njia. Kwa hivyo hiyo mambo ishaenda, na sisi tunaisupport 100%. Okay. Na hii mambo ikiendelea, baadhi kumekuwa na cheche za maneno hasa katika mitandao ya kuwa ofisi ya Raila pale Capitol Hill imekuwa ni quarantine center. Maana unapata kuwa baadhi ya wale wabunge ama viongozi ambao pengine wanahutumiwa na kashfa za ufisadi, kidogo akienda pale waone baba, kesi zao zinaenda tu hivi, baadaye zinapotelea mbali. Ni kweli si kweli? Hiyo si kweli, kwa sababu wale tayari wamepatikana kwa kashfa wameenda kotini, na tumeona wameenda kotini, na baba ana haki ya kutembelewa na mtu wote ya kumsalamia. Hakuna problem, so long as hata kama mimi leo napatikana na kashfa, na nina haki ya kwenda kumtembelea baba, kumsalamia, kupata ushauri. Hiyo si kusema kwamba ukienda hapo ati sasa ukirudi umekuwa msafi. Hakuna kitu kama hiyo. Na baba ni kiongozi. Hata Rais Uhuru pale State House, ukiona leo anapata watu wageni, wabunge wameenda huko, wa magovernors wale wamepatikana maneno wanaenda huko, hata unasikia wengine wametajwa kwa mambo ya KEMSA bado wanaenda huko, kwa sababu hakuna mtu yote sasa amepatikana amestakiwa na anakosewa ati sasa baba hawezi kumuona. Hiyo haiwezekani. Ofisi ya baba ni ofisi ya wananchi, si ya baba mwenyewe. Ni ofisi ya wananchi, na baba na haki ya kuona mtu yote. Hata mimi wakati naona hata mtu akiwa mgonjwa ni kiongozi, baba anamtembelea hata hospitali. Haijalishi kwa una kashfa, saa nyingine shida imepatikana wakati ambao uko na expect wa watu wote. So hajaenda pale kusema ati amesafisha mtu, na siku nyingine sema amesafisha sijui mtu fulani. Hakuna. Bado tu shida ni ile ile. Wale wana mashida zao kule kwa county, wale wana mashida zao kwa assembly, wana mashida zao, na hajasafisha mtu wote. Hiyo nakanusha kabisa kusema kwamba hajaifanya hivyo. Sawa. Vizuri. Sasa tuongelee matayarisho ya chama cha ODM katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Hivi majuzi tumeona kuwa chama imetangaza upya ama imebuni upya lile bodi la kusimamia uchaguzi, na sasa litakuwa linasimamiwa na Catherine Muma. Na tunajua vizuri sana hii nchi nomination huwa zimeenda namna gani. Zimekuwa ni fujo, watu wamelia, wengine wamerushwa tikiti ya chama. Wakati huu tutakuwa na haki? Kwanza nataka kupongeza hiyo election board ambayo imewekwa ya chama kwa wiki 3 zilizopita na wakaapishwa. Nataka kuwapongeza. Na ujue chama cha ODM ni chama kinapendwa kila mahali. Na ni chama kina ukabila. Na msichana mzuri ndiye anapendwa. Na nang'ang'aniwa. Na uwezi expect leo kusema ati nomination itakuwa ati hii imetoka au ameletwa itakuwa nomination. Uta expect mambo mengine kidogo hapa na pale. Lakini sisi tunasema nominations za 2017, hata mimi kama mwenyekiti nilienda kwa nomination. Sikuwa favored na chama. 2013 nilipewa direct nomination, but mwaka huu nikasema hapana, wacha niende kwa nomination ndio ionyeshe mfano mzuri ya kwamba chama chetu hakina ubaguzi. Kwa sababu watu walilipa pesa wa Makadara, tulikuwa wawili, mimi na Mheshimiwa Ndolo aliyekuwa mbunge wetu kule Makadara, na tukaenda kwa nomination na nikaweza kumshinda kwa nomination ya free and fair, na sikuwa favored na mtu wote. Hiyo inaonyesha kwamba kuna room ya watu kufanya kazi vizuri, na nashangaa kuona kwamba kuna watu walalamika kwa kwamba umeshindwa na ulishindwa na unalalamika. Asikubali kushindwa sio mshindani. Chama chetu ina nafasi mingi sana baada ya uchaguzi, kwa nominations za MCS, kwa nominations za MPs. Kuna kazi mingi ambayo chama
inabuni baada ya uchaguzi. Kwa hivyo asiyekubali kushindwa sio mshindani. Hizi cha 2022 tukinapoendelea, nomination inapokuja, mtu ajiandae vizuri, mtu ajiandae kushindwa, mtu ajiandaa kushinda. Na pia ujue pia kuna kushindwa. Na kwa siasa kuna number 2, siasa ni number 1. So wewe ukija pale na ulikuwa una expect kuwa number 1 na umekuwa number 2 na umeshindwa vizuri, haina haja, kwa sababu malalamishi hataisha. Haya malalamishi yatakuwako, yamekuwako, na tuna expect bado kukua zingine. Na kwa sababu kuna board mpya, watu wajifunze tu kufanya nomination mzuri na kuona kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Okay. Vile vile chama cha ODM pia limeanza kutoa ratiba ya zile mwongozo mpya ambayo inataka wale wanao watawania viti katika chama hicho wawe nazo. Moja wao ni kuwa wanataka kuwa MCAs wawe na degree. Je, ni nguzo mzuri kwa chama? Hayo ni mapendekezo. Mapendekezo hayajaidhinishwa. Kwa hivyo wanachama watakutana wazungumuze kwa hayo mapendekezo. Na nadhania mapendekezo inapokuja, hatuwezi kusema sahi ni mbaya ama mzuri, kwa sababu kuna vile wameonelea kama wakubwa wa chama ya kwamba tukifanya hivi itasaidia chama hivi. Na nadhania masomo ni kitu ya maana watu kusoma, na pia hiyo katika hiyo masomo pia kuna ile inaitwa wisdom ndani yake, ambaye pia kuna watu hawajasoma lakini wana wisdom ndani yao, na tuwezi kusema tutawazuia kusimama wasisimame, lakini chama imetoa mapendekezo na tuwezi kupinga mapendekezo. Tutakubaliana mapendekezo ya chama, lakini wanachama watakutana katika ile delegate conference yao, watajadiliania kwa mapendekezo. Wakiona ni bora wataidhinisha, wakiona si bora wataidhinisha. So kwa sasa tunapokea mapendekezo na tunayaunga mkono. Wacha tuone vile itaendelea wakati wa delegates conference, tukiletewa, alafu sasa wajumbe wenyewe watakubaliana, na wakikubaliana sawa. Wakikosa kubaliana pia chama inakubali pia mapendekezo ya delegates vile watazungumza. Kwa hivyo sasa kwa sahi hatuna upingamizi yote ambaye chama imeleta kusema kwamba masomo ndio itakuwa inaangaliwa katika kiwango fulani ya MCA, katika kiwango fulani ya mjumbe wa constituency ama MP, katika senator wana qualifications zitaletwa ama zile zitatakana zikuweko, tutajadiliana. Kwa hivyo hii ni mapendekezo na hatuna upingamizi wote. Sasa tukikaribia kufika tamati la kipindi hichi, tuongelelee siasa za Nairobi. Wewe ni mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti hii ya Nairobi. Najua kuwa umeweka mikakati ya siasa wa 2022. Hata hivyo tunapata kuwa katika uchaguzi wa mwaka 2013 katika kaunti ya Nairobi, ODM ilikuwa na MCAs wengi, mlikuwa upande wa majority. Saa hii baada ya 2017 mko na MCAs wachache. Je, tukienda 2022 idadi ya MCAs wa ODM itazidi kupungua ama mnapania kuwaongeza? Kwanza acha niseme hivi, kwa sababu 2013 tulikuwa na hiyo same shida ambayo ilifanyika 2017. 2013 tulikuwa na mambo ya code. Tukakuja 2017 tukakuja mambo ya NASA. So hii NASA tulisema, na nakumbuka Mheshimiwa Mudhama alikuwa na insist Nairobi, Mombasa, na sehemu zingine kama Kisumu na not Kisumu, Kakamega. Kulikuwa na sehemu zile walikuwa wameangalia kama kamati ya wana NASA ya kwamba tuwe na joint nomination. Joint nomination ya kwamba Ford Kenya wako ndani, ODM wako ndani, Wiper wako ndani, na tulikuwa chama 4. Vyama 4 ndani ya NASA na zile zingine. Tuwe na joint nomination. So walipofika kwa joint nomination ikaleta utata sana. So kwa hiyo unapata kama last time kwangu Makadara wakati wa 2013 tulikuwa na mtu wa UDF, kwa kuwa na mtu wa chama zingine. So hapo pengine ndio walienda wakatumia kuona kwamba wamenishinda na kura, na nikakimbia kotini. Na sasa unaona wakati huu tuliweka kwamba Ford Kenya hakuweka candidate Makadara, Ford Kenya LC hawakuweka candidate Makadara, na vile vile Wiper hawakuweka Makadara. So wale wafuasi wa DASA walipiga kura kwa debe moja, na nikaweza kuibuka mshindi. Na hiyo ndio tulishinda kufanya 2013. Na unaona hapa Lang'ata the same. Tuliweka Wiper aliwekwa, Ford Kenya akawekwa, ODM akaweka. Tukapoteza hiyo kiti. So kuna viti kama 5. Tulikuwa tunataka tuwe na viti 12 Nairobi. Tuli end up kupata viti 7.
pamoja na Wiper 8 ya Embakasi South. Kwa hivyo tulikuwa na isupport ndio tuwe na candidate moja. Ukiona the same ili happen kwa MCS. Kwa senator pia ilifanyikana namna hiyo. So uende hizo ndio vitu tulifanya tukapoteza hizi viti mingi. So tunapoenda 2022 tunataka kuweka mikakati ya kutosha. Kuona kwamba kama kutakuwa na coalition yote hapo mbele, hatutakubali kuona na candidates tofauti. Tunataka kama ni candidate moja, kama ni wa BBI candidate, akuwe BBI candidate ambaye anasapotiwa na candidate wa Uhuru na candidate wa Raila na wale wengine wako katika hiyo coalition. Kwa hivyo mimi ningeomba mipango ambayo itawekwa mbele, isikuwe mipango ya binafsi ama mipango ambaye hautaki mwenzako apate. Hiyo nilifanya tukapoteza viti. Na ndio tukakuwa minority this time tukakuwa minority, tukakuwa na MCS wachache katika bunge ya Nairobi. Na ningetaka kuona kwamba ile mikakati sasa tunaanza kuweka na vile chama through makao makuu inaweka inaonyesha kwamba tunaenda vizuri. Na tukiendelea namna hiyo kwa mwaka mmoja ambayo imebaki hii, na hizo mikakati zikiweka vizuri, lakini italingana na kiongozi wetu ambaye ni party leader Raila Amolo Odinga na ndugu yake Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni president, kwa ile mikakati wanaweka. So ile mikakati wanaweka ndio sisi tutafuata, na tuko na timu ambayo inafanya kazi katika Nairobi. Sisi na timu ya Jubilee tumeungana, tuko na timu kubwa sana hapa ndani ya Nairobi ambayo tunafanya wabunge na MCS, na tunataka kuona kwamba hiyo timu ambayo inatengenezwa itafuata ile line ambayo rais na ndugu yake watafuata, na hiyo ndio sasa itakuwa nayo. Na nadhani tukifika hapo mbele kutakuwa na mabadiliko mengi sana ambayo utaona ambayo itakuwa, na sisi tuko tayari kwa mabadiliko ambayo hawa viongozi wawili wetu watatuongoza. Okay. Mwisho, tukielekea mwaka wa 2022, je, vijana watapata nafasi katika mwelekeo ambao chama unachukua? Vijana wana nafasi yao na sisi kama ODM last time tulisema hata ukiona nomination fee ya kulipa vijana waliwekewa yao kiwango yao ambayo wangeweza kulipa ili waweze kama anataka kuingia kwa MC ama MP waliwekewa kiwango yao, na hiyo ndio sisi tunataka kuangalia. Vijana, hakuna chama ya vijana. Vijana kama wewe ni kijana umetosha, unaona unaweza simama, wewe enda ujipange mikakati yako uingie. Hakuna mtu amezuiliwa kama kijana kusimama kwa chama ODM, so long as amequalify na anaweza kusimama kiti MCA ataungwa mkono. Kwa hivyo vijana na wasi wajitokeze kwa wingi, hata wale wasichana wadogo wale wanataka kupata viti katika kaunti ya Nairobi kama MCS, watu wajitokeze na waanze mikakati mapema. Sasa sababu hii wimba kusema mimi ni kijana, vijana hii hakunanga kwa nomination. Ni wewe kama wewe ukate nomination fee yako, ulipe, uingie kwa uwanja. Na ukishaingia kwa uwanja sasa uongee na wananchi. Wananchi ndio watakuchagua, si vijana. Wananchi kwa jumla, kuna wamama, vijana, wazee, watashikana waone kama kijana huyu anaweza kwa hii ward yetu na ni kijana mzee zaongoza, hapo ina nafasi. Kwa hivyo chama cha ODM iko na nafasi ya vijana, sababu tuko na wing 3, tuko na league, women league ya wamama, tuko na youth league ya vijana, na tuko na mainstream ya wazee. Kwa hivyo sisi tumetawanisha hizi vitu na ziko katika structure zetu za chama na zinaheshimika na kila mtu anaziheshimu, kutoka mashinani kule polling centers, uende katika ward level, uende katika branch level, uende katika county level na uende katika national level. Hizo viwango ziko, na kwa sababu tuko na pia forum ya mwenyekiti, chairman wote wa Kenya ambaye bado mimi ni mwenyekiti wao, tuko na hiyo pia forum ambaye inachangia mambo ya katika county zetu 47 tuna participate namna gani, tunafanya mambo namna gani. So tumeweka mikakati ya kutosha hata kwa kama county za Kenya kuona kwamba ODM iko imara na ODM inafanya vile inatakana, na nakusema tunataka kusupport 100% uhusiano wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na wa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta iendelee, na watu wale wataki hiyo uhusiano wakae mbali, wawache watu wapange nchi, tuone kwamba kuna usalama, kuna amani, kuna upendo na kuna pia kushikana kama makabila, kuona kwamba Kenya yetu ni kubwa kushinda kabila langu ama kushinda uheshimiwa. Kenya ni kubwa kushinda hiyo. Sawa sawa. Huyo amekuwa ni mbunge wa eneo bunge la Makadara ambaye pia alikuwa ndiye meya wa mwisho wa jiji kuu la Nairobi. Shukran, jina langu ni Eddy
Nyadwa.